Duniani kulikuwahi kuwako na miji iliyomliza Mungu, miji iliyojawa kiburi, ikaasi waziwazi na kuonyesha kuwa dhambi zao hadharani ni kitu cha kujivunia. Miji hiyo iliitwa Sodoma na Gomora. Kile kilichomfanya Mungu akaruma moto sio tu dhambi, bali ni watu wao kuwa na kiburi na kujivuna juu ya dhambi zao wenyewe. Habari zake zimeandikwa kwa kina katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19 katika Agano la Kale, lakini pia unaweza ukazipata katika kitabu cha Ezekieli sura ya 16, kitabu cha Isaya sura ya 3 na hata katika Agano Jipya kitabu cha Warumi sura ya 1. Dhambi hazikufichwa bali zilitangazwa. Watu hawakuwa na aibu bali walijivunia juu ya uovu wao wenyewe. Hata malaika walikuwa hatarini. Hapa kupatikana hata watu 10 wenye haki. Hivyo Mungu akaamua kutia moto kutoka mbinguni miji yote miwili. Katika historia ya dunia tumekuwa tukiona kwamba ustaarabu huwa unaongezeka. Milki na falme nyingi huwa zinainuka na kuporomoka, lakini cha ajabu mioyo ya wanadamu haibadiliki, imebakia vile vile. Kutoka tamaduni mpaka tamaduni, kutoka milki za kale mpaka za sasa. Katika enzi za zamani Warumi wao walihalalisha uasherati katika ndoa na hata nje ya ndoa. Wachumba, watumwa, wanaume kwa wanaume, vyote vilikuwa ni vya kawaida. Pompeii, mji uliokuwa maarufu kwa wakati huo, ilijawa na picha za ngono, vyumba za starehe zilizojengwa waziwazi zikihalalisha uasherati uliopitiliza. Lakini ufalme ulianguka. Ijapokuwa dhambi haikuanguka, iliendelea na kubadilika. Miji ilianguka, lakini dhambi haikuanguka, iliendelea na badala yake ikabadilika. Ndugu zangu, kile kilichotokea miaka ya zamani kilichorekodiwa katika kurasa za Biblia na historia kinaendelea katika maisha sasa. Leo ninasikitika kukuambia kwamba tumejenga miji ya Sodoma na Gomora mpya, lakini safari hii iko kwenye kioo cha HD. Mfano wa kweli kabisa naweza nikakupa mfano kwa watu maarufu ambao wametikisa vyombo vya habari hivi leo. Mwanadada Bonnie Blue, yeye amevunja rekodi ya dunia kwa kulala kingono na wanaume 1057 ndani ya masaa 12 ndani ya siku moja. Lakini pia alisherehekewa kwenye mitandao, watu kumsifia kwa ujasiri wake mkubwa na kuwapigia makofi, watu wakimshauri na kumwambia kwamba wewe ni mwanamke wa shoka. Mwanamama mwingine anaitwa Lily Phillips alisimulia jinsi alivyolala na wanaume 1000 kwa umaarufu. Anne Knight, yeye mwanamke kutoka Australia, alizunguka Marekani akieleza jiji bora zaidi kwa mambo ya kingono. Kizazi kilichopaswa kuona aibu sasa kimejenga jukwaa la dhambi jipya ambalo tunatembea nalo kwenye viganja vya mikono yetu na kukicha macho yetu yakitizama. Ndugu zangu, 80% ya wanawake wa nchi ya Marekani wenye umri kati ya miaka 18 mpaka 30 wanafanya kazi katika sekta ya video za ngono. Sekta hii inalenga vijana wa kiume, ikiwaangamiza, kuwavunja, kuwa kusudi la Mungu katika maisha yao. Dhambi sasa imekuwa ni biashara inayofanywa, inauzwa na kuhimizwa na hata kuwekewa katika sheria ili kutunzwa. 79% katika miji ya Marekani ya watumiaji wa mitandao hii ni wanaume. Kama vile Sodoma na Gomora, tumemgeuka Mungu. Tunaangaza dhambi zetu, kuziita ujasiri. Tunachukia ukweli na kuupinga utakatifu. Utakatifu unachukiwa, ndoa zinavunjika, kweli unachukiwa, wenye dhambi wanasherehekewa. Imeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 28, Mungu aliwaacha wafuate akili zao mbovu. Sio kila mtu alibaki, sio kila mtu alinyamaza. Lutu alitoroka, na wewe pia unaweza. Kuna watu bado wamesimama, bado kuna nafasi ya kutubu. Hukumu ya Mungu ni ya kweli
lakini rehema yake ni kubwa pia. Imeandikwa katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 17, tokeni kati yao na mjitengeni nao, asema Bwana. Kama vile unavyohisi kuchukizwa na kile duniani wanachokiita kawaida, wewe si kichaa, wewe umeamka. Hii ni sauti ya kuamsha kutoka usingizini, si tu kwa ulimwengu bali hata kwa makanisa. Lazima tuseme, lazima tuwaonye, lazima tutoke kabla moto haujashuka tena. Cha ajabu katika dunia ya leo hii ni kwamba ukiukataa uovu, watu watakuona kama mtu mwenye chuki, mwenye kiburi na unayewahukumu wengine. Watasema hata Yesu aliwapenda makahaba na wenye dhambi alikula nao. Ni kweli, Yesu aliwapenda watu wote, lakini hakuwahi kuhalalisha dhambi zao. Aliwakaribisha, lakini pia aliwaambia, nenda zako, usitende dhambi tena. Yohana 8:11. Tunapindisha maandiko tukisema upendo ni kukubalika katika kila kitu, lakini Biblia inasema chukia uovu, mpende mtu. Zaburi ya 97, Warumi sura ya 12. Lakini pia upendo haufurahii uovu, bali ufurahia tu na kweli. Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Mambo yanatakiwa kuwa hivi: nakupenda kama ndugu yangu, kama damu yangu, kama kaka na dada yangu katika Kristo, lakini naikataa dhambi iliyo ndani yako, si kwa chuki bali kwa huruma. Maana si wewe unayatenda hayo peke yako, bali kuna roho inayokuongoza kukuharibu. Ukiniambia nikubali hiyo dhambi yako, unaniambia nimkubali yule aliyekutawala kutoka ndani kwako. Biblia inasema msifungiwe nira moja pamoja na wasioamini. Wakorinto wa pili 6:14. Hii inamaanisha tuwezi kushirikiana katika njia moja kama hatuendi upande mmoja kiroho. Sitafunga mdomo wangu, nitakuambia ukweli, nitakuonya kwa upendo, nitakukumbusha urudi kwa Mungu. Ukiniudhi, nitakusamehe kama Mungu alivyonisamehe. Lakini pia ni wajibu wangu kuweka mipaka ili kilicho ndani yako kisiharibu vingine ndani yangu. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ukiwa mgonjwa, nitakutembelea, ukiwa na huzuni, nitafarijika pamoja nawe. Maana Yesu alisema, Mungu huwashushia jua lake walio waovu na wema, huonyeshea mvua wake wenye haki na wasio haki. Mathayo 5:45. Na mimi nitakutendea mema, si kwa sababu unastahili, bali ni kwa sababu nimeagizwa kuwa mwenye huruma kwa wote. Ukija na ugomvi, mimi sitapigana na wewe. Nitaacha ulimwengu wa roho upambane, kwa maana kisasi ni juu ya Mungu, mimi nitalipa, asema Bwana. Warumi 12:19. Ukija na giza, nitaachilia nuru ya Kristo ikuangazie, wala hata sikuogopi. Kwa maana imeandikwa, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yohana wa kwanza 4:4. Kwangu ni jukumu langu kukuonyesha upendo, kukusamehe na kukufariji, lakini sio jukumu langu kukubadilisha. Na kushuhudia ukutane na Yesu ambaye ndiye atakabadilisha moyo wako kwa muangalia yeye na ukapona. Na kwa hayo najua niko huru, kwa sababu nimelisema kwa upendo, kwa kweli na kwa ushahidi wa neno la Mungu.